Kufika kwa safari ya mwisho. Baada ya kuanguka kwa utawala wake nchini Uganda mwaka 1979, Idi Amin alitoroka kwanza Libya, kisha Iraq na hatimaye akapewa hifadhi katika mji wa Jeddah, Saudi Arabia. Huko alikabidhiwa makazi rasmi, nyumba, villa iliyopangiwa naye, ambapo aliishi maisha ya uhamaji, mbali na vyeo vya siasa, lakini kwa mafanikio ya kifedha yaliyohifadhiwa kwa hiari ya wale waliompa hifadhi. Katika miaka mingi aliyoyaishi huko, Amin alifanya jitihada ya kujitenga kwenye historia ghafula ya vita, uongozi mkali na machafuko ya kisiasa aliyokuwa sehemu yake. Alitambua chimbuko lake tena, si kama mkuu bali kama mtu aliyekosa nyumbani, na kuanza safari mpya, ukimya, faraja ndogo na marekebisho ya maisha yake. Mahali alipopata hifadhi, Jeddah, Saudi Arabia. Villa aliyokaa ilikuwa maarufu kwa eneo lake zuri, karibu na Bahari ya Nyekundu. Mahali ambapo upepo wa baharini ulileta mvuto wa majira ya jioni na mchana. Ndani ya makazi hayo, silaha na mihangaiko ya kijeshi zilibadilishwa na gari za kifahari, madereva, wapishi na watumishi wa nyumba. Maisha ya utulivu, raha na uhakika wa maisha ya kila siku. Huko, Amin alijionea mabadiliko ya mazingira, mabadiliko ya rangi ya anga, sauti ya bahari badala ya milio ya risasi, na utulivu wa jioni badala ya wito wa mbio za kivita. Lakini pia alikumbwa na upweke. Upweke wa mtu aliyekuwa na mamlaka kubwa, sasa amechukuliwa mamlaka yake, na upweke wa mtu ambaye nyumbani kulimpenda, sasa nyumbani hakupatikani tena. Muziki, dini, burudani, vitambulisho vipya. Katika maisha yake ya uhamaji, Amin aliweza kuachana hadi kiasi fulani na jina lile la kiongozi wa silaha na kuchukua baadhi ya tabia tulivu. Alijielekeza zaidi katika ibada ya dini, alikuwa Muslim, na mara nyingi alikumbuka sala na kusoma maneno ya Qurani. Huu ulikuwa ukombozi wake wa kiroho, njia ya kutafuta amani ya ndani baada ya maisha yenye machafuko. Pia, mmoja wa vitu alivyovutia katika maisha ya utulivu ilikuwa muziki. Alijaribu tena kucheza accordion, chombo alichokipenda kabla ya utawala wake kukumbwa na giza. Mara kadhaa aliripotiwa akicheza au kukumbuka nyimbo alizopenda wakati wa utumishi wake katika jeshi. Nyimbo za kikabila, za kijeshi, za kumbukumbu, kama njia ya kujikumbusha mtu wa zamani na pengine kujiponya kihemko. Siku nyingi alikula chakula alichokuwa akituma kutoka Uganda, mahindi, viazi, matoke, akipenda ladha ile ya nyumbani. Hii ilikuwa kama kushikilia uhusiano na ardhi aliyoiacha nyuma, hisia ya upendo wa zamani na kumbukumbu za maisha aliyoyajenga kabla ya vita na mabadiliko. Maisha ya ndani, utulivu wa uhamaji na matumaini yanayotetemeka. Kwa wengi waliomwona kwanza mkimbizi, maisha ya Amin alionekana kama ya mtu aliyepata faraja. Nyumba nzuri, gari la kifahari, chakula cha nyumbani, utulivu wa jioni, Bahari ya Nyekundu ikimpunguzia mawazo mabaya. Alikuwa na magari ya siri, magari ya kifahari yaliyompeleka sokoni, mali ndogo ndogo na hamu ya maisha ya kawaida. Vitu ambavyo kwa mtu wa kawaida vinaonekana kama mafanikio, lakini kwa mtu kama Amin vilikuwa kama makaburi ya ndoto zilizovunjika. Lakini utulivu huu ulikuwa wa hatari kidogo. Endapo angejaribu kuingia tena siasa, kuzunguka kwenye hujuma au hotuba, serikali ya Saudi ilikuwa imempa masharti, hayuko huru. Hilo lilimfanya akae kimya. Hata vivyo hivyo, mara kwa mara inkumbukwa kwamba alikuwa mtu mwenye majukumu ya kijeshi na historia ya giza. Matumaini kidogo yaliyobaki ya maisha ya amani, ya kusoma kitabu, ya kuikumbuka Uganda, yalikuwa na uzito mkubwa. Lakini hofu ya kihistoria, laana ya maumivu aliyosababisha na hatma ya taifa lililodhulumiwa, yote yalimkumbuka kila siku. Tabia na siasa ya ndani ya uhamaji, migogoro ya ndani. Ingawa alipata hifadhi na maisha ya utulivu, Amin hakuwa mteja wa muda mrefu wa utulivu huo. Kila mara mawazo yake yalirejea nyuma, mambo yaliyotokea, maelezo ya serikali yake, mateso ya watu, mtu aliyekuwa na mtu aliyepaswa kuwa. Kulikuwa na mdundo wa ndani, mgogoro wa roho. Je, huyu ndiye mtu ambaye aliitwa mlinzi wa taifa? Je, huyu ndiye mtu aliyepaswa kulinda maisha ya watu? Au alikuwa mlinzi wa hofu na kifo? Katika mazungumzo machache ya mara kwa mara na waandishi wa habari ambao walimfikia mara nyingi kupitia simu au ujumbe, alionyesha dhahiri kwamba anahisi alikuwa ameanguka vibaya. Sasa ni mtu asiye na nchi, asiye na nafasi yoyote ya kutetea historia yake, asiye na uwezo wa kuelewa maumivu ya watu waliodhulumiwa. Lakini pia alionyesha msukumo wa kibinafsi, kauli kama Uganda bado inanitaka, nimepata haki na wasaidia watu wa familia yangu. Hii ilionyesha mgongano wa ndani kati ya hatima ya uhamaji na matamanio ya udhuru au udhamini wa dhambi za zamani.
Kwa wengi, hii ilikuwa ishara kwamba moyo wa mtu aliyejipata pamoja na ushawishi wa ukaguzi wa ndani, ukaguzi ambao hauna tamati hata kama maisha yamebadilika. Siku za mwisho, udhaifu, ugonjwa na kifo. Miaka ikapita. Jeddah ilizidi kuwa nyumbani wake, lakini mwili ulianza kudhalilika. Matibabu ya mwanzo yalishindwa. Matatizo ya figo, shinikizo la damu na matatizo ya kiafya ya zamani, yote yalichangia kushuka kwa afya yake. Mwanzoni mwa Julai 2003, ripoti zilisema kuwa Idi Amin alikuwa amelala hospitalini akiwa hali mbaya sana. Alikuwa kwenye mashine ya msaada ya maisha. Familia ile ndogo iliyokuja naye iligubikwa na hofu na maswali. Je, dunia itaweka alama gani? Je, historia itamruhusu kufa kimya? Je, watu waliowadhulumu watakumbuka kama waovu tu au kama watu waliogombewa na mamlaka? Mnamo 6 Agosti 2003, asubuhi ya jioni, Idi Amin alikufa akiwa amepoteza mapigo ya moyo na figo. Alikuwa karibu na miaka 78, mtu wa zamani, mfalme wa kivita, sasa mtu asiye na mamlaka, asiye na nchi, asiye na nafsi ya kujitetea. Mwili wake ulizikwa Jeddah kama mkimbizi aliyeishi mbali na nyumbani, mazishi ya kimya ya familia ndogo ya mtu ambaye historia ulimchambua vibaya. Watu wengi nchini Uganda walihisi huru. Wengine walisifu tu asili ya haki iliyoanza kuponyedua taifa lake, lakini pia wengi walikumbuka maumivu, mateso, utumwa wa hofu na uharibifu aliouleta. Uhamaji na historia. Somo la milele: maisha ya Idi Amin nchini Saudi Arabia yanafunza mambo mengi. Hata mtu mwenye nguvu kubwa anapopoteza msaada wa jeshi na jamii, anaweza kuwa mkimbizi, anakosa udhibiti, anakosa nyumba. Hifadhi ambayo hupewa kwa wastaafu wa utawala mara nyingi ni tupu. Faraja ya kifedha, nyumba, magari, lakini hautoi amani ya moyo, hautoi msamaha wa historia. Uchungu wa maumivu ya waliopata mateso hauwezi kufutika kwa uhamaji au maisha ya starehe. Kumbukumbu huishi milele. Historia sio tu ya vitendo na mamlaka, pia ni ya watu, hisia, wadhaifu na maumivu. Kwa mtu yeyote anayesoma historia ya Afrika au historia ya Uganda hasa, safari ya mwisho ya Idi Amin ni kengele ya onyo. Nimepata nguvu, lakini pia niliipoteza. Niliiba mamlaka, lakini haikuniokoa. Niliwatesa wengine, lakini maisha yangu yaliishia kwa upweke. Niliishi kwa hofu na nikafa kwa hofu. Hitimisho. Mwanzo na mwisho wa sura mbaya. Idi Amin alifariki, lakini hadithi yake haikukufa pamoja naye. Watu waliouawa, wakateka, wakanyonwa uhuru walibaki kuishi. Kumbukumbu zao, majeraha yao, ndoto zilizikufa. Kwa familia yake, maisha yalibadilika: hifadhi, uhamaji, upweke, kumbukumbu ya dola na ushawishi waliowahi kuwa nayo. Na kwa taifa zima, historia ya miaka ya utawala wake inaendelea kuishi kama onyo la jinsi nguvu inaweza kugeuka kuwa kizuizi, uongozi ukawa tabia na mamlaka ikawa tishio. Lakini pia ni hadithi ya maisha ya binadamu, mtu aliyeona kile kibaya akapata nafasi ya kujizolea au kujaribu kuishi tena mbali na silaha na kupumzika katika utulivu wa maisha ya kawaida, hata kama akili na mioyo yake ilibeba mzigo wa maumivu ya zamani. Kwa hivyo, safari ya Idi Amin Arabia sio tu ya mkimbizi, bali ya mfalme aliyepotea, ya mtu aliyekuwa na taifa, sasa amekuwa kivuli, na ya maisha yaliyopotea. Lakini pia ya mafunzo kwa vizazi vijavyo, kwamba nguvu, mamlaka na heshima si vitu sahihi tu vya kutafuta, bali jukumu kubwa na changamoto isiyoisha.